Jana wakati wa sherehe za mahafali darasa la 7 na kidato cha 4, nilikumbushia katika hotuba niliyoitoa historia ya mwanzo wetu, tukiwa na wanafunzi 10 tu wa darasa la awali, tena katika mazingira ya kuazima sana. Ninyi kizazi mnachokuja sasa na hata wafanyakazi mnaokuja sasa, mnaweza kudhani tulikuwa katika mazingira haya. Kwa kweli taasisi hii imeanzia Victoria Primary School. Ukitaka kujua Victoria Primary School iko wapi, ndoka katika majengo haya, vuka wakazi walioko hapo, alafu vuka barabara ile tunayopita, utaona sehemu walioandika NASA Theological College Administration Block. Hapo ndipo tulipoanzia, na baadhi ya wanafunzi wetu tulikaa nao katika mabweni ambayo sasa wanaishi wanafunzi wanachuo wa chuo cha theolojia cha NASA hapo tu jirani yetu hapo. Hali hiyo ilitupelekea tuamue kuondoka na kuja kwenye majengo yetu yasiyokamilika hapa. Ninakumbuka kumtengenezea Mama Gladi pale jiko nje pale na kuzungusha mifuko ya simenti, na mvua ikinyesha alipata shida ya kupika chakula pale nje. Hali haikuwa nzuri. Kwa hiyo kizazi cha sasa kinaweza kudhani ndivyo tulivyokuwa tangu mwanzo. Sio kweli. Lakini hata tukiwa Victoria Primary School, kwa sababu ya bweni kuwa dogo na idadi ile, tulitengeneza pia vyoo vingine vya nje kwa kuweka makaratasi ya simenti. Wale waliokuwepo wanaweza kukumbuka. Ninamtukuza Mungu sana ninapokiona kijiji hiki cha Simba wa Yuda sasa hivi. Ni kwa neema ya Mungu. Wakati tunaanza Simba wa Yuda, hasa kwa kujenga bweni la kwanza, halikuwa na sehemu hiyo ya dining, na tulilijenga kwa upande mmoja wa juu likianzia hapo mwanzo karibu na tulipokuwa tumeweka ni tenki fulani la filter, na kwenda kukata kona kidogo, na kwa hivyo tuliweza kuishi humo jinsia mbili, tukitenganishwa na common room ambayo ilikuwepo. Kwa hiyo upande mmoja walikuwa wasichana na upande mmoja wavulana, na ndivyo ilikuwa na baba. Sababu wakati huo hata ujanja ulikuwa haujawa mwingi. Kwa hiyo tuliishi tu upande mmoja wavulana, upande mmoja wasichana. Kwa hiyo kadiri maisha yalivyokuwa yanaendelea, tukaanza kubadilisha mfumo. Baadaye nikasema sasa hii imekuwa sio nzuri sana. Kwa hiyo nikasema ngoja tuongeze kipande kingine huku. Nikaanza kukutana. Nikasema niweke hapa na dining hall kidogo hapa, tutakuwa tunakula hapa. Tukasema upande mmoja wasichana, upande mmoja wavulana. Maisha yakaendelea ndani ya lile bweni moja lile pale, tunaliita siku hizi la wasichana lile. Baadaye maisha yakaendelea, watu wakaendelea kukua, tukasema hata hii haiwezekani tena. Tukasema sasa inabidi tufikiri kuwa na boys dorm na girls dorm hivyo. Baadaye tufikiri kuwa na kids dorm hivyo. Hivyo tukaendelea na tunaendelea na hatujajua tutafika wapi. Mwisho haujajulikana bado, lakini ninachokijua niko hai, siko hai, kuna siku moja kuna university itasimama hapo. Ambacho sikijui ni kimoja tu. Ni nani wataisimamisha? Na mimi siamini wala huyo mke wangu huyo aliyekaa hapo kwamba tutaendelea katika namna hii. Hamna.
Kuna wakati hata hatutaweza kusogea kutoka mmoja kwenda pengine kama Mungu ataendelea kutupa uhai, kwa sababu tunayaona hata kwa wengine. Zamani nilikuwa na nywele zina rangi moja, sasa hivi naanza kuziona na nyeupe zimo. An indication of a big change that's happening. Lakini inanirudisha nyuma kukumbuka zamani zaidi nilivyokuwa nikicheza mpira. Nilikuwa nacheza. Nilikuwa nacheza mpira. Nilikuwa center forward mzuri. Na nilikuwa nikipata nafasi nilikuwa naweza kutoa shuti vizuri. Na siku moja nikajifanya eti na mimi naweza kucheza staff. Hapo na sitakaa nirudie tena. Nikavaa bukta yangu vizuri, alafu siku hiyo staff tupo tukaingia kiwanjani vizuri, nikadhani ni nyakati zile zile. Nikadhani ni nyakati zile zile nilizokuwa nikicheza. Wakati nilipokuwa chuo cha walimu, nilikuwa mwakilishi katika timu ya kanda ya Ziwa. Tulikuwa na vyuo kama 7. Tulikuwa na Musoma, Tarime, Katoke, Butimba, Bunda, hivyo Sumve, na tulitengeneza timu ya watu 100. Na ninakumbuka mwaka mmoja nimekuwa miongoni mwa wachezaji 100 wa kanda ya Ziwa vyuo vya walimu, na tulifanya michezo kule Iringa. Mimi niliogopa sana kwa sababu nilicheza vizuri handball, na nilibadilishwa jina kwa sababu ya namna nilivyokuwa nacheza, na mfungaji hodari niliitwa Hot Stone. Na waliniita Hot Stone kwa sababu nilijua kufake. Unajua kufake? Nilikuwa naweza kuyumba, halafu D, huku nyuma kulikuwa na kitu kinaitwa D. Kwa hiyo nikiyumba hivi, D inayumba, ninaweza kugeuka, halafu nikaruka, nikamkuta golikipa. Na kwa kawaida mipira yangu ya kwanza miwili nilikuwa nampiga golikipa usoni. Sasa hii ilikuwa ni triki nzuri. Nilikuwa nikimpiga ya kwanza usoni, ya pili usoni, ingine ni rahisi. Nikiruka tu zile step zangu kwenda kutupa mpira, yeye mwenyewe anakuwa kufanya. Nilikutana na wanajeshi moja, nilikuwa kwenye timu ya ngome ya taifa, iliitwa Linyamuhanga, nakumbuka lile nalo liliniweza kwa. Sababu siku moja nakwenda, kuna kitu tulikuwa tunaita kwenye handball fast break. Kwa hiyo nikatupiwa mpira kwa mbele na mimi nikaenda, lile jamaa likanipunguza makali kule Iringa, tulikuwa Kreru, likanipiga kofi usoni. Na mimi nguvu ikaisha. Lakini ile ya hapa, siku ile niliocheza hapa, akili yangu inakumbuka namna ya kucheza hata leo. Kwa hiyo kilichotokea hapa kiwanjani, nilipata cross nzuri kweli ya kunithibitishia ninaweza kufunga. Mpira ukawa mbele pa. Najua kilichotokea ni nini? Sasa akili yangu ikanikumbusha ya zamani, halafu nikaanza kuondoka kufuata mpira. Kumbe mwili umekuwa mzito, kwa hiyo mwili ukabaki nyuma, akili ikaenda mbele. Na mwisho nikajikuta nimelala chini. Lakini nilikumbuka kidogo, na kwa sababu bado nilikuwa na nguvu ya kusamasot, niliweza kujikomboa kwa namna hii. Yaani ni hivi, sitakaa nirudie. Kwa sababu maisha yanabadilika. Sasa hivi nikikimbia kwenda hapo bwenini kidogo, ulimi nje. Kwa hiyo kuna wakati nitachoka, na ndo sababu wakaweka umri wa kustaafu. Kuna wakati akili yangu itachoka, kuna wakati nitasahau. Nina bibi yangu, nina bibi yenu hapo, mama yangu yuko Mbudu hapo, alikuwa na nguvu sana, alikuwa anafanya kazi vizuri sana, na mimi nimemshuhudia akitembea kwa ukakamavu kwenye makorido ya serikali akifanya kazi, lakini leo ninamkuta anatembea kwa kushikilia ukuta. Na mimi nitafika huko kama Mungu atanipa maisha. And that's life. Kwa hiyo kuna watu fulani watakuja kutuendelezea hapa.
hatujawajua ni akina nani. Nisichukue muda wenu mwingi. Huduma hii ni ya Mungu, ni ya kimungu, na haitakaa iishie hapo. Kuna watu kadhaa walijaribu wakasema akitoka fulani itakuisha. Tangu tukiwa na darasa la 3 hapa. Nakumbuka siku moja niko na walimu 3 hapa, si wawili wa kwanza, halafu wote wakapata ajira serikalini, halafu nikashtukia hata bila kuniambia, Jumamosi au Jumapili kama ya leo na kesho yake kuna wanafunzi darasani, wananiambia mmoja akaripoti Mkula huko na mwingine sio alikuwa anaenda wapi, wakaondoka, kakubali, mimi nikaingia darasani, mke wangu akaingia darasani, in-law akaingia darasani, na leo ona tulikuwa wachache, lakini leo miaka na miaka, mahafali ya 18, mahafali ya 14, hakuna simba wa Yuda iliyokufa hata siku moja. Amen. Nikutie moyo mtumishi unayepata nafasi kufanya kazi hapa. Usidhani kuwa kwa wewe kuondoka au kutokuwepo kazi hii inaweza kufa. Kazi hii ni ya Mungu, na kazi ya Mungu haiwezi kufa kirahisi hivyo. Ona watoto hawa wangapi ambao Mungu amewabeba kupitia huduma hii kwa miaka hii yote. Tunakwenda mbali. Mimi nimefurahi nilipomsikia Desideli anasema na yeye ni mwanalojazi, na mimi siwezi kukataa. Na hata nawe Matongo ungesema. Kwani na wewe ulikuja ukiwa hivyo? Sema ule ukweli. Na inawezekana hata Kiingereza kingine umefundishwa na watoto hapa. Asisemi wewe. Yaani maana yake mahali hapa pamekuwa ni mahali pazuri pa kufaidiana. Tumefundishwa kufaidiana, si ndio? Kila mtu kumfaidisha mwenzake. Mwenye akili timamu anayekaa hapa kwa uzuri atakaa kwa kunufaika, kwa sababu ni mahali pa kufaidiana. Tuendeleeni kufaidiana. Mwenye nguvu amsaidie asiyekuwa na nguvu, na huo ndio Ukristo halisia. Tunafaidiana. Hatukuletwa duniani kujifaidisha, tumeletwa na Mungu duniani na hasa ndani ya kanisa ili tufaidiane. Nasema na mwili wa Kristo ujengeke na kazi ya injili itendeke. Sasa mimi ninawahurumia ninyi vijana. Ninawahurumia sana. Ninawahurumia sana. Ninawahurumia sana. Juzi nilikuwa kwenye kazi moja. Sasa nimetoka kwenye level ya shule, nimeingia kwenye level ya kanisa huko African Land Church. Nilikuwa kwenye ibada moja nikiwafundisha somo hili ambalo Rudia alikuwa anafundisha. Lakini baadaye nikasisitiza umoja kupitia habari ya mnara wa Babeli. Na nikasema hivi, narudia kauli hii, kwamba ninyi wachungaji wa Africa Inland Church Tanzania, kama hamtageuka akili na kufikiri kuwa na umoja wa kweli ndani ya kanisa na kunia mamoja na kutenda mambo yoyote sio kwa mashindano na kwa ushirikiano, mtalia umaskini mpaka kufa. Nakutana na wachungaji wengi tu wa AIC, na wengine nina watoto wao hapa, na wengine wananifuata mpaka leo. Baba mchungaji, katibu mkuu, unajua, si unayajua maisha yetu sisi. Kwani maisha yenu yakoje? Huna akili, huna macho, huna mikono. Kilichopungua ni umoja. Hakuna umoja. Mnaambizana, kila mtu anafanya jambo la kwake, halafu mnalia. Mtalia mpaka lini? And that's what is happening with you guys. Mnadhani kwa mtu mmoja mmoja kukaa peke yake mtafanikiwa. Mtakufa maskini. Unless you change your minds and come together as a team and help one another. Hakuna aliye bilionea asiyemhitaji mtu. Hakuna aliye trillionaire asiyemhitaji mtu. You need somebody to support your life.
Na wengine mnaowahitaji kama alivyohubiri mwanangu hapa ni wale ambao mnawadhani hawafai kabisa. Hao ndio watakaoinua maisha yenu. Mnapaswa kubadilika. Mnapaswa kubadilika. Mnapaswa kubadilika. Moja ni nguvu. You are tons of you guys right now. Kila sehemu po, kila sehemu. Sasa hivi ninapogusa tu eneo moja, utasikia kuna mwanafunzi wangu. Nikigusa eneo moja, kuna mwanafunzi wangu. Tell me, which is the university amongst the universities in Tanzania that has no Asimba Wayuta student? Tell me today. Hata leo ninavyoongea hivi. Lakini wangapi wamehitimu? Wangapi wako wapi? Kinachowasumbua na kinachosumbua taifa la Watanzania, kanisa la Tanzania ni ubinafsi. Ubinafsi unaua. Ubinafsi utawamaliza. Gunje, utadhani ukikaa peke yako na yule mke wako wa siku ile tuliyemwona Msoma utafanikiwa. Never at all. Ninyi wote kwa nafasi zenu nimetaja Gunje kama mfano. Nilikuwa natamani kuwapandikizia moyo nilionao ambao Mungu amenipa. Moyo wa kutaka kuwatanguliza wengine na kuwafanikisha wengine. Let me ask this question. Na ninajua hili huwa linawaletea aibu wengine. Hapa kuna wapumbavu hapa ambao hawataki kukiri kwamba wanasaidiwa na Mungu kupitia taasisi hii. Eti wakiambiwa wangapi wako kwenye scholarship, eti na lenyewe linakaa limebunda hivi, kuonyesha kuwa lenyewe sio masikini. Sisi ni masikini tu kama ni masikini. Let me ask this question again. Wangapi katika mkao huu tuliokaa hapa wanafunzi ambao wanaohakika kwamba wanasoma kwenye shule hii under scholarship? Simameni. Ni nani aliyebaki? Nani aliyebaki hapa? Mimi niambie, nani aliyebaki hapa anayetupatia fedha? Naomba mkae. Hatufanyi biashara na wala hatutakaa kufanya biashara. Tutakaa kuwasaidia watu wa Mungu, tutakaa kusaidia jamii hii. Vichwa hivi sio vichache, vichwa hivi ni vingi, na vichwa hivi vinaweza kubadilisha taifa la Tanzania. Naona wote hao waliosimama, lakini subiri hata hao wote wakitoka alafu kesho kutoilisha wajazi kama usokuta tena utakuta walipungua. Leo kwa hivi linapungua. Kinachowasumbua ni nini? Ubinafsi. Vipi na mimi ningekata kona leo, nitoe tangazo leo, hakuna mtu ana scholarship hapa leo nitangaza. Tunabaki wangapi? Tumshukuru na kumtukuza Mungu kwa sababu anaendelea kutusaidia. Ninyi wachache ambao mmekwisha kuona umuhimu, endeleeni kubebana. Lakini nadhani Rudia amesema kitu kizuri sana. Wakati mwingine sio tu kuwalaumu watu. Wakati mwingine chukueni muda kuwaelimisha watu. Unajua mara nyingine tunakosea sana, unakuwa unamlaumu tu. Kumbe ungemwelimisha angefikiri vingine and the change of mindset could happen. Kwa hiyo nadhani katika kikao chetu kama mmemaliza, mkae sasa pamoja tena kufikiri moja ya vitu ambavyo mnapaswa kuvifanya kama campaign, special campaign. Anzeni sasa kusema tunaanzaje kutoa elimu kwa wenzetu ambao tunadhani hawana elimu, na hiyo ikawa moja ya projects zetu. Kwa hiyo mtagundua kama mmoja anasema mimi Kabaka nitakuwa na fulani na fulani na fulani na fulani na fulani, nitafanya follow up, nitawapigia simu, nitasema nao, and then unaona tumeitana sasa, ninataka kuconfirm watu wangu watakuja, wangapi hawatakuja, huyo naye akawa na 10, huyo naye akawa na 20, itaanza kubadilika. Mkija next time umeongezeka, hiyo inabadilika. Siku moja mtakaa mmelijaza ili licheko ninyi kwa nini. Wanaomba tu mbadilishe hiyo na inaweza kuwasaidia sana. Ninajua muda wetu umeendelea sana, lakini niendelee kuwatia moyo kuwa na umoja, kwa sababu umoja ni kitu cha msingi sana. Na kingine ambacho ningependa kuasisitiza mbele ya wadogo zenu hapa, muendelee sana kusoma. Muendelee sana kusoma, msiishie hapo, msiridhike na hapo mlipoishia. Kuna ndoto ambayo haijatimia na mimi ninaomba siku moja itimie. Siku moja mke wangu aliota tuko Ikulu.
Siku moja mke wangu aliota tuko Ikulu na kazi tuliyokuwa tunaifanya Ikulu ilikuwa ni kusafisha Ikulu, kutoa mabuibui. Sasa bado ninaitafuta. Sijui kama ndoto hii itatimia kupitia watoto wangu, au sijui kama ndoto hii itapitia kupitia watoto wangu ule uzao mkubwa kama aliyokuwa amepewa Ikulu hii, ambao unawahusisha nini. Na sana ninadhani sio tu katika uzao wangu, nadhani ni katika huu uzao mkubwa. And I still believe kwamba kuna siku moja mtu au watu wakubwa sana katika taifa hili watatokea hapa Simba. Amen. Ili watokee lazima msome, na lazima pia muwe na umoja. Nilikuwa naongea siku moja na mkuu wa wilaya hapa, anasema tuweke ukuta huku na huko ili watu waendelee kupita hapa. Wengine wanasema tutabomoa hilo defense la mchungaji, anatuzuia kwa nini kupita. Alafu mkuu wa wilaya akawa anawatetea huyo aliyetoka Gabrieli, Injinia Gabrieli, anasema ninawasemea wapiga kura wangu. Nakapata ulipepa ninawasemea wapiga kura wangu. Nikamshangaa kweli. Sasa na ninyi, ili muweze kumuinua mtu mmoja, siku moja aingie bungeni, siku moja awe waziri, siku moja aingie Ikulu, ni lazima muwe na umoja, kwa sababu mtapiga kampeni pamoja kwa ajili ya mtu wenu mmoja mliyemsimamisha, kwa ajili ya watu wenu. Na nishukuru kuona Mahudi anaanza kujitokeza. Jitokezeni huko pia, ingieni huko katika siasa, msiache. Mnapokuwa kwenye maeneo ya nyumbani kwenu ambako wanahitaji wagombea ubunge, jitokezeni kama mnaweza. Na ninyi wengine mkiwa katika umoja, mtatumia umoja wenu kupeleka kampeni sehemu, kama vile CCM wanavyofanya. Wanajua jimbo fulani kuna kazi, hata wote wanahamia huko ili tu kumuinua huyu. Kuna mtu mmoja hapa tutakwenda naye, atatutangulia kwenda Ikulu, kwenda kusafisha Ikulu, sijamjua nani. Na ndoto hii itatimia. Sasa mimi nilianza kutimia mara moja, mara mbili. Niliposhtukia ninaanza kuitwa Ikulu, nikasema ndo yenyewe, lakini ninahisi sio yenyewe bado. Nilienda Ikulu na nikaongea mbele ya Magufuli, na niliongea mbele ya Magufuli nikiwaombea ada wengine, na hatimaye wakapata ada. Juzi nilikuwa ninamuonyesha, nilikuwa pale kwa kina Pendo, nani huyo, Bundala. Nikamwonyesha baba yake, unaona ninayo hiyo clip, sio kama mlishaona. Nasema nina wanafunzi wangu wako Simba wa Yuda hawajapata mikopo. Halafu mwanangu mmoja Crispini Julius akiwa kule, na yeye akanipigia simu, niko Ikulu, na yeye ananiambia, akaniandikia message, mjomba na mimi sijapata mkopo. Alivyotuma hiyo tu, ni Nandali Chako ndo alikuwa kwenye nafasi wakati huo. Tunamaliza tu hiyo, wanafunzi wangu akiwemo na yeye mwenyewe Crispini walipata 100% mkopo. Kwa hiyo bado tuna nafasi. Tuna mambo mengi ambayo tumefanya. Sisi ndio tuliokuwa wa kwanza kupeleka fomu ya kutetea kuwa sisi tunasaidiwa ili tupate mkopo. Baadaye serikali ikatengeneza fomu maalum kutokana na fomu tuliyotengeneza. Unaweza kuona Simba wa Yuda ni kitu kidogo. Matukio mengi nimeona. Sisi tulikuwa wa kwanza kusema hatutakaa tuseme shule yetu imekuwa ya ngapi kitaifa. Tutasema tumekuwa wangapi. Lakini sasa hivi serikali nayo imegundua hilo ikasema hatutatangaza nani amekuwa wa kwanza kitaifa. We are doing great na tunakwenda sehemu fulani. Siku moja niliwaambia ninataka kuwa kila kitu. Ninataka kuwa engineer. Haya, kama kuna engineer hapo aje. Nilisema nataka kuwa engineer. Kuna siku nilisema nataka kuwa daktari, kama kuna daktari aje. Kuna siku nilisema hapa mbele, nimesimama hapa, natamani kuwa mwanasheria, kama kuna mwanasheria hapa aje. Kuna siku moja nilisema ningetamani kuwa mwalimu kabisa maeneo yote, kama kuna walimu hapa wasimame. Nilitamani sana mimi ndio niwe afisa tawala maeneo yote. Kama kuna maafisa tawala hapa lakini narudia na kina Ishara, kina Ema.
Kwani nini kinabaki? Haya, na mifugo niko. Simama. Nenda kwa mbele mpite. Nani anabaki hapa sasa? Na nyinyi mnikumbushe. Biashara na mwingine nani? Maabara sijui wapi. Na nyinyi mnataka nini? I'm telling you, after a while, na bado wako wengine huko wanaendelea kuja. Sisi tunataka kwenye taifa hili kuwa kila kitu, na tuna uhakika wa kuwa kila kitu. Wanajeshi wamo, nadhani hawajaja, si ndio? Wamo, wanajeshi tunao, na kila aina ya mtu tunaye. Hivi vitu sio vichache kuleta mabadiliko kwenye taifa la Tanzania. Nimesema mengi, nimewachukulia muda mwingi. Mungu awabariki sana. Kumalizia, jana tulikuwa na kikao kizuri cha kifamilia. Asanteni sana ninyi wanajazi kwa kutukaribisha, hasa ninyi wakubwa. Tulifurahi kusikia kwamba mna mpango wa kuwa na miradi. Lakini pia ninaomba nifanye utambuzi huu rasmi. Fanya utambuzi ambao niliusema mwanzo wa mwaka wa wanalojazimu wawili ambao kwa kweli waliugusa moyo wangu kwa kuamua kunisaidia kulipia baadhi ya wanafunzi ada, na ninaomba ninyi wawili mje hapa mbele. Nilipokea simu kutoka kwa Gunje, akaniambia kama vile nilivyowasimamisha, akasema, baba, naomba nikusaidie safari hii kulipia gharama za masomo za mwanafunzi mmoja, na akanitumia shilingi milioni 2 kwa ajili ya wale niliowapa hizo fedha ni akina nani? Kuna familia nilizisimamisha hapa, sipana wapo hapa. Kina Gila Mihembu na nani mwingine? Haya basi, hawezi kujikumbuka. Ninashukuru sana kwa ajili ya mchango huo. Lakini pia Joseph Sami, Mungu alimpa kazi hapa Madui, kulifumuka na bwawa huko, yale makemiko yakasambaa. Kwa hiyo wakaja ili kulipa watu fidia pale Shinyanga. Akasema, baba, Mungu amenipa kazi huku na ninadhani ni baraka kwangu. Naomba na mimi niwabariki wenzangu huko. Ninaomba nikulipie mwanafunzi mmoja wa day ada, na yeye akanitumia milioni 1 kwa ajili ya mwanafunzi. Sasa huu moyo kama ungekuwepo kwa watu wengi, na kama utapandikizwa kwa watu wengi, kuna watu wengi watasaidika hapa. Hatutawategemea watu wa nje sana, tutategemeana sisi kwa sisi. Na hata baada ya ninyi kupata kazi Mungu atakazowapa na kumaliza masomo, basi tutakuwa na namna ambayo inaweza kuimarisha mfuko maalum tunaweza kuita scholarship fund, ambao unaweza kuendelea kusomesha wahitaji, na hiyo inaweza kuwa project yetu. Nilikuwa ninazungumza jana baada ya kikao chetu, tuligundua kwamba Lynn hakuwepo. Tulikuwa na Heart In-Law, na baadaye Lynn alikuja na akapewa mrejesho. Asubuhi hii nimefungua simu yangu na kuangalia, na wameniandikia kitu. Lynn ametaka niwaambie kwamba anaungana na ninyi na anafurahi sana kwa kazi ambayo umeamua kuifanya pamoja na projects mlizoamua kuzifanya, lakini amewapatia mchango wa dola 1000 kwa ajili ya project. Sasa mnijulishe tu ni lini hiyo dola 1000 inaingia kama milioni 2.6. Kwa hiyo muone mnaweka wapi, na mkizitaka mimi ninaweza kuwapa, alafu baadaye nitalifanya hata mkizitaka kesho. Kwa hiyo hiyo fedha ipo, na kama mna plans tunaweza kufanya. It will be 2.5 or 2.6 million.